So wa kabila fulani. So wa dini fulani. Hamna shida. Wewe dini yako acha iwe ya kwanza. Mimi sina shida. Yaani ni ya kwanza kabisa, acha ibaki namba moja. Lakini hakuna mahali ambapo sema wa dini fulani ndio watapata uzima wa milele. Sawa. Amwamini. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio maana jana juzi mliona Yesu anasimama kwa ajili ya Bartimayo kipofu ombaomba, lakini anasimama kwa sababu kila mwaminie. Haleluya. Sikiliza nikwambie, kazi yako ni kuamini. Kazi ya Yesu ni kukuokoa. Kazi yako ni kuamini. Kazi ya Yesu ni kukuinua. Kazi yako ni kuamini. Kazi ya Yesu ni kukuponya. Kazi yako ni kuamini. Amini. Bwana apewe sifa. Amen. Amini bila kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Ngoja nimpe Luka kwanza ushuhuda, hujui. Hata kule kanisani hujui. Nimeupata jana usiku. Kuna yule ulifungisha harusi, yule aneleta na bajaji, yule mzee wangu wa kanisa. Ameleta leo kaondoka kaka. Si unajua? Yule aliambiwa hivi, hautakiwi upate mtoto kulingana na. Huyo ashamjua, Mruma nishamjua. Mruma tayari siri ishatoka, anaijua Mruma. Wakaambia wewe hautapata mtoto kulingana, ndio hivyo. Ndugu zake wakawa wanachanga hela, si mwezi wangapi huo. Kwenye vipimo. Hela hazijai, nikaambia hebu piga magoti hapa tuweke vipimo vya Mwenyezi Mungu, achana na kama hela hazijai tufanye. Nikamwambia unataka watoto utaki? Nataka. Piga magoti. Nikamwombea maombi ya rejareja. Ya dakika chache tu kaondoka. Juzi tumeanza kwenye mkutano huu. Mkutano umeleta mambo. Kanileta Jumapili na bajaji. Jumatatu. Jumapili tulikuja na mke wake. Jumatatu ngamba vipi? Anasema anaumwa bana, hata siji nini sielewi. Maana kichefuchefu. Sasa kwa sababu alishaambiwa yeye na mtoto vitu vile tofauti, hata kusema chefu hatuhisi sisi huko atupeleke. Jana akaenda hospitali. Akapima vipimo mara 4. Katoka si Mbezi kaenda kupima kingine, kaenda kupima kingine. Mimi naona jana anileta na bajaji anacheka tu. Kama chizi kanacheka. Tumefika kaambia usiende nyumbani. Umechoka hivi hautarudi. Acha mama mchungaji aende nyumbani, wewe twende kanisani. Nina jambo. Nikamwambia bwana usije ukawa una kesi. Akasema hapana, nina jambo. Akaambia ndugu yangu mchungaji, hebu kwanza nipige magoti kwanza uniombee upya. Kutoka mimi nikamwambia vipi? Akasema kia nani? Mke wangu ana mimba ya miezi 2. Hiyo Mruma lazima unaielewa vizuri, unamjua vizuri alikotoka. Matusi aliyotukanwa mtaa mzima mpaka na walevi. Ikaambia yani hapo tunashikilia ajifungue salama. Hata hapo kanishuta kaondoka, ngoja nimuwaishe maembe, anataka maembe, nikaambia mpelekee maembe. Mimi upenda ulimwengu bila kuangalia daktari anasemaje, wataalamu wanasemaje. Yupo msemaji wa mwisho juu ya maisha yako, anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, akisema amesema. Huyo akisema. Wewe nikushuhudia ushuhuda wa dadangu anaitwa Semeni. Alikuja wakati naoa miaka ile ya 97 ndo nimeoa. Luka anamjua kipindi kipi. Alikuwa hajaolewa. Amekuja kuolewa, mimi niko mchungaji ushanipeleka. Amezeeka mpaka amefika mwisho. Nilipomaliza tu kuoa nimekuwa mchungaji, akanipigia simu. Hivi kaka, nikamwambia unasemaje bwana? Unajisikiaje kwenye ukoo mzima wewe tu ndo umevaa suti? Kweli ukoo wako hata hamna anayevaa shera? Nikasema leo na mada gani? Akasema mimi naomba uje uniombe. Nikasema mimi sina nauli. Na kutumia, akanitumia, nikaenda. Mimi si wafichi.
Mimi hata nilimuombea ili nini nienda kumsalimia, sio kumuombea. Ila yeye katuma nauli niende nikafanye avae shera. Mimi nikamuombea. Mungu kulingana na imani yake, wewe tenda, utajua mwenyewe Mungu. Nikarudi zangu Dar es Salaam, mwaka wa kwanza wa pili ananipigia simu. Sasa hapa kanisani kuna mtu kajitokeza. Alete mahali, nikamwambia asilete, mwambie akuoe tu. Mwambie hiyo hela ya mahali afanyie sherehe. Wakapanga tarehe. Nikamtuma mke wangu na Doli, kina Mluma ndo walichanga nauli wale. Wakawekaenda. Alipofika yule mwanangu Doli amerudi, anaambia, "Baba, bibi harusi amevaa shera, amevaa laba imefika hapa. Soksi kazivuta. Wamempeleka saluni baba. Yaani wamemtengeneza. Akicheka kama analia." Nikamwambia lakini kavaa shera. Wamempandisha kwenye baiskeli. Akiongea lakini kavaa shera. Mimi nikamtukuza Mungu. Haleluya! Imani yako ndio kitu kikubwa kitakachokusaidia uwe salama. Weka imani kwa Yesu, usiweke imani kwa wahubiri wala kwenye dini yako wala kwenye dhehebu yako. Imani tunaiweka kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Imani ikiwa kwa Yesu inaleta matokeo, inaleta matunda mazuri kwa Yesu. Bwana apewe sifa. Kwa nikikumbuka hizo shuhuda mimi tia kama anasema Mungu usitende. Sema sisi watu ni wepesi sana wa kukata tamaa. Sana. Wepesi wa kukata tamaa kulingana na mazingira. Zaidi ya kukatisha tamaa. Na silaha anayoitumia adui ni kukatisha tamaa. Hakuna dhambi mbaya kama ya kukata tamaa. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu walitumwa na Yoshua kupeleleza nchi wakakata tamaa, wamerudi. Wametoa sifa za nchi kama Mungu alivyosema. Ile nchi ina asali. Yaani zile sifa wamezikuta wakazitiririka. Nikamwambia hapa sawa. Baadaye lakini nikasema Mungu wangu huyu basi tu alikuwa Yoshua. Kama mimi ukiweka lakini kofi. Najua hii lugha inayotoa nataka kutukatisha tamaa. Ile nchi inakula watu, mliiona. Kuna majitu, sisi tumejiona kama mapanzi. Jamani, hivi kama wewe umeanza kujiona kama panzi, watu wakuoneje? Hatima ya maisha yako, ya baraka zako unayo wewe ndani ya imani safi ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tengeneza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Tumependwa na Mungu kabisa. Mungu akitupenda sio mtu. Mungu akitupenda, mimi nataka nikwambie, wachungaji wengi, rafiki zangu wengi wananiita. Mimi sina ndugu wa damu hata mchungaji wala chemasi, mimi sielewi. Lakini hawa kwa sababu tumependwa na Mungu. Amina. Mungu anafungua milango. Tumependwa na Mungu. Amina. Luka alikaa na mimi anijui mimi natoka wapi. Si niwaambia nilikuwa na macho mekundu. Hapa nilimwomba Mungu yakapungua kidogo. Washirika wanamwambia Luka, wewe huyu unakaa naye atakuibia. Sumulizo. Huyu unaishi naye atakuibia. Umemwonaje macho yake? Nivutu mimi sema. Jamani, Luka akakaa na mimi. Akaoga, ikabidi akalipe kodi chumba kingine, aniachie kile. Afanyeje sasa? Akaniachia na kakitanda kachuma. Hata godoro hamna lakini kaniachia. Kwa sababu gani? Ni ndugu ndani ya Kristo. Imani akiangalia anaona imani ndani. Nisikilize. Mungu, malaika, Yesu, Roho Mtakatifu anashawishika na imani uliyo nayo. Hata kama alitaka wakupite, anasema kuna kitu naona hapa, kuna kitu naona kipo ndani ya huyu mwanamke, kipo ndani ya huyu baba. Nini? Imani.
Ni ukweli kabisa, wala sio na kulizisha, ni ukweli. Mungu anakupenda. Haleluya. Kabisa. Tena upendo sio wa kinafiki. Hata injili hii inathibitika Mungu anavyowapenda watu wa Msogwesi. Haleluya. Jamani, sasa hivi injili ishakuwa tamu. Unasikia Luka? Sasa hivi injili ishakuwa tamu kwa sababu hawana na kusema. Jamani, tulikuwa tukihubiri, wanasema wamechoka hao. Na kweli tulikuwa tumechoka. Hata wameenda yule mwendo wamechoka. Mbona hawajachoka? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hawana kazi yao, hawana elimu yao. Hiyo ndio ilikuwa mwanzo. Ukihubiri tu lazima, yani kwa sababu injili ya mwanzo kuvaa kwenyewe kwa shida. Hata wameenda huko wametoka. Kwa sababu gani? Mungu amewakumbuka watumishi wake. Ukiangalia sio sura zilizochoka, sura zao zinaonyesha Yesu yumo ndani yao. Haleluya! Kwa hiyo ya wamechoka haipo tena. Siku hizi injili kila mtu anaipenda. Na nilikuwa naongea hata na wahubiri wenzangu. Sasa hivi hata tunapohubiri tufafanue zaidi, sio kama zamani. Kwa mfano Dar es Salaam kila mtu ameokoka, usipofafanua hawaelewi. Zamani ukisema Bwana asifiwe wanaitika kwa shida. Siku hizi yani mtu hata kama nguo hana yuko ucha za uzima, anasalimia za uzima wala haoni shida. Shalom. Na hata ukiongea habari za Yesu hakupingi. Tunahitaji kufafanua, mtu agundue, kumbe hapa mimi nimefuata mkumbo na muhitaji Yesu. Haleluya! Lazima uelewe Yesu tunayemzungumza akiingia ndani yako analeta mabadiliko. Kama ulikuwa mlevi unaanza kuchukia ulevi. Kama ulipenda michepuko unaanza kuchukia michepuko. Lazima tutofautishe. Bwana apewe sifa. Amina. Haleluya. Mmoja akamwambia, yaani unahubiri alafu aliambia nawachukia wahubiri. Mama mmoja, nawachukia wahubiri. Akamwambia, yaani wamehubiria buzi langu limeokoka saa hizi mpaka kodi inadaiwa, lilikuwa linanilipia kodi tu. Wahubiri tuna kazi ujue. Yaani mimi nafikiri anamchukia mhubiri, kafanya nini? Kahubiria lililookoka, kumbe ndio lilikuwa linamweka mjini. Hayo mhubiri kakata kamba. Bwana jaga unachukiwa tu. Na injili nayo popote haielewi. Hili buzi la mtu, hili danga la mtu, inavuta, inabeba, inaleta kanisani. Kwa sababu hiyo ndio kazi ya injili. Hiyo ndio kazi ya injili. Hata mimi nilikuwa buzi la mtu, injili ikanipitia. Haleluya. 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 Amen. Hata mimi tena nachanga. Mimi nimeanza kulewa, niko si darasa la ngapi? Nimelewa mpaka pale nyumbani pale. Miaka ya nyuma sana walipanda 140, iko 10, iko mpaka leo. Hata juzi tumeenda, nikifika na washuhudia, mama mmoja hataki kuacha ule, akawaita ndugu zangu njoni. Hivi huyo sikujua anatupigia kelele kuokoka. Hii 140 mnaiangalia, iko 10. Wakasema yeye, ule kwa nini mdogo ilipandwa siku moja? Sasa kuna hao wajomba zangu hawajui historia. Mimi nikakumbuka. Nililewa, niliutandika mateke ule 40. Damu zinatoka, nimeutandika mateke. Shetani hana adabu. Kwanza nimerudisha ng'ombe saa 8. Pombe yenyewe nilolewa ya kuiba. Si unajua zile za kulima za kijiji. Wao wanalima, mimi nikaenda kuinamisha kile kibuyu. Piga kikaja kuivia tumboni. Saa 8 narudisha ng'ombe akinya, nachukua mavi na kula kama pumbavu, na nikapika ugali mbichi. Mmoto ni mavi ya ng'ombe. Shida. Mateso. Nilipofika piga 40 ule mateke, miaka mingi sana. Hiyo 1990 ule 40 ndio uliliwa mateke.
mpaka leo, yaani nywele zake mikubwa chenye kiko hivi. Mwambie mateke yako. Nikaambia nikole wema, mbona mimi nimeacha? Yesu amenipenda, ameondoa kila aina ya takataka. Inawezekana ukimwamini Yesu, inawezekana. Hakuna dhambi ambayo Yesu asamehe, anasamehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Na hata babangu siku moja alinipa mbuzi, sema nilimuuza, shindwa kumfikisha Dar es Salaam. Akasema ila wewe umekaa Dar es Salaam miaka mingapi? Nikamwambia 9. Vurugu zote za hapa kijijini haujafa, haujapiga mtu wewe. Akaambia chukua hii mbuzi kampe aliyekuokoa, mwambie aendelee kukuokoa. Yaani anajua aliyeniokoa ni mchungaji wangu. Anga kampe mbuzi, mwambie aliyekuokoa ashikilie hapo hapo kwenye kukuokoa. Nilijua nitakupoteza mapema, Nikauza nikaleta kwa mchungaji wangu, nikamwambia umeambiwa endelea kuniokoa. Anafurahia matunda ambayo Yesu akiingia. Yesu akiingia mabadiliko lazima. Simama juu. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie. Kila mtu. Yesu ni wa wote. Yesu mpaka wale wanaomchukia yeye anawapenda tu. Amina. Haleluya. Yaani Yesu hata kama ufanyeje. Jamani, niliwaambia mimi niliokoka nikiwa kwenye mkutano wa kurudisha watu nyuma wanaookoka. Mimi kwenye kijijini nilikuwa kama hivi. Ndio maana watu wanaokaa nyuma huwa siwaamini, wanasema hivyo wanatumwa kama mimi nilikuwa natumwa nini. Hiyo ni imani yangu tu, wala msiwe na wasiwasi. Kwa sababu nilifanya hiyo kazi. Na nilikuwa nikitoa ripoti, kaokoka mama, kaokoka dada, wananipa hela hiyo. Nitamtafuta kama pombe itamnywesha. Yaani mpaka nishamaliza kazi sasa. Nenda tena kwenye mkutano. Nimeenda mikutano ya kutosha na wahubiri wanaachana na sikujua, naleta fujo. Imepigwa injili siku moja, imepigwa injili ikachanganyika na Kiruga. Hey! Nikashangaa wazo linakuja hivi kama viboko tu, shule ulikuwa inaogopa je moto. Nikanyosha hata siitwi. Nikaanza kuja huku nati. Pita watu mimi natubu dhambi zangu za mtu. Mhubiri hata sikujua analeta fujo, nikaambia haki ya Mungu sileti fujo leo. Nafika hapa mbele dhambi zote nishamaliza kwa kutubu. Wametoa hapo, wamefungasha, wakaniacha peke yangu, ila mwenyewe nikawaza haya madhara yanakuwa na watesa wana wa Mungu, ngoja niteseke sasa. Sina mtu wanaambia achana naye, lakini ndio nimeokoka. Hapo ndipo nilipojua Yesu ni mbabe. Haleluya. Yaani unaweza ukaenda kwa sababu nyingine, kumbe yeye anasema wewe tulia, nitakukamata tu. Na alivyonikamata akanishikilia. Sogea mbele. Yesu afiche. Bila Yesu